viongozi wote ambao wamesimama hapa na kunena na wale ambao hawakunena, na pia wachungaji wetu ambao kwa macho yangu wamepata A+. Wameendesha programu yao vizuri sana, hata nikashangaa. Nilikuwa naambia Senator Aaron kwamba, am I reading right? They are so precise with the timing. Pongezi sana. Thank you for your orderliness. Your Excellency, yangu ni point 3. Point ya kwanza, nitambue Waziri Tuya ambaye ni waziri wa mazingira. Asante sana. Kuna PSS wawili, kuna Kimotho. Ni zaidi. Nilipewa. Haya, mtanisaidia nione vizuri. Kuna Kimotho, kuna Terry. Haya, halafu John Kelo Ololtua na Kelo Arsama. Asanteni sana. Thank you. Hawa ni wateule wa Mheshimiwa Rais. Memusi, mimi nilikuja kwako, tukakula mbuzi hapo, tukachoma mbuzi, na wakati huo ulikuwa ukisema mambo yako na unalenga, na nilikuwa nakusikiza. Sasa umesema mambo tena, nimekusikiza. Unajua, katika Kenya hii kutoa yule mtu ambaye anaitwa incumbent ni shida. Wakati Moi alikuwa, mambo ikaenda ikakuwa ngumu kumng'oa. Kibaki akakuja, tukakuwa na referendum, tukiwa na wewe, hata tukiwa na mkubwa wetu William Samoei Ruto, tukashinda ile referendum ya yes and no. Lakini wakati tulifika kwa kura, mambo ikabadilika tena. So bwana, wewe soma rada bwana. Jambo langu la pili, nataka tu niseme kwamba wakati umezungumzia budget, katika budget ya Mheshimiwa Rais zaidi ya bilioni 600 zimewekwa kando kwa mambo ya elimu. The largest single allocation of resources in the budget has gone to education, and that is 600 billion shillings. Mara ya kwanza, a cohort of 30,000 teachers has been factored into the budget of the President to recruit 30,000 teachers to reduce the teacher-pupil ratio. Very, very significant development. Why did you vote against that? My third point, housing. Housing is not a stand alone. Umezungumza mambo ya maji. When you provide shelter, within that budget of that vote of housing, water must be made available to the residents. Sewerage must be made available. The access network in that housing must be made available. So, hiyo proposal ya Rais on housing, it is bigger than just housing. Housing is not a stand alone. Na kuomba,
fikiria. Finally, mimi tu nataka niseme nikiangalia Kores hapa. Kores, wewe ulikuja kwa ofisi yangu. Na nikikwambia kama unataka nikiongeleshe, wewe tafuta kato. Tafuta hiyo laini. Kweli ama uongo? Haya. Wewe ni rafiki yetu lakini haya. Nimekuambia. Katika Biblia kuna hadithi ya Samson. Samson alienda kujivinjari. Samson akapoteza umaarufu wake. Samson akapoteza nguvu zake. Na kwa sababu ya hasira, Samson akasema, kwa sababu mimi sikupata, sasa nitavunja temple yote ili kila mtu azame. Kwa viongozi ambao wako hapa, tukubali na tuamini kwamba Wakenya walipeana uongozi kwa William Samoei Ruto kupitia kwa kura. Tuache tabia ya kufikiria kuna Samson, kwa sababu hatukupata, tuvunje nyumba, tuharibu uchumi, tufanye maandamano kwa sababu hatukupata. Hiyo ni hadithi ya Samson. Let us be responsible citizens, tusaidie taifa letu, na kiongozi wetu yuko hapa, na Rigathi, ni wajibu wako sasa kama naibu wa rais, uje hapa mbele, unene na umwelekee rais wa Jamhuri ya Kenya.